waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Stergomena Tax, ambaye yeye pia kama nakumbuka alikuwa ni katibu mtendaji wa secretariat ya SADC wa zamani, na atakuwa anazungumza hili kwa kina kabisa. Waziri Dr. Stergomena Tax, tumeshuhudia hivi karibuni viongozi wakuu wa nchi wa SADC wakitoka na maamuzi ya kuondoa jeshi la SADC ambalo lipo chini ya SAMI DRC kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini. Asante sana ndugu mtangazaji, na asante sana kwa kunipa fursa hii niweze kuzungumza na nyinyi, lakini na umma. Labda kabla hata sijaenda kwa nini uamuzi, ni vizuri kujua tuliingia namna gani. Kulingana na mikataba tulionayo kama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, tunao itifaki ya ulinzi. Na itifaki ya ulinzi inazitaka nchi za wanachama kusaidiana pale ambapo nchi moja inapata matatizo ya kiulinzi na usalama au inapata mashambulizi. Kwa hiyo ndo ilikuwa ni genesis ya sisi kwenda kule. Kwa hiyo matatizo ya DRC yamekuwepo kwa muda mrefu kama mnavyofahamu, lakini DRC walikuja kwenye Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na kueleza kwamba wana shida, wanaomba wasaidiwe. Kwamba wana shida, na wakati ule walisema wazi kwamba shida yao ilikuwa ni M23, kwamba wanawavamia, kwa hiyo wanataka wasaidiwe. Kwa hiyo SADC si uamuzi rahisi hata kidogo. Kwa hiyo walifanya tathmini, walikwenda na wakaleta mapendekezo kwamba tunaona tupeleke vikosi tukamsaidie nchi mwanachama. Kwa hiyo vikosi vilipelekwa, na hapa Tanzania ni moja ya nchi inayoshiriki katika vile vikosi, na nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Si uamuzi mwepesi, si uamuzi mwepesi kabisa kupeleka vikosi vyako, kwa sababu unapeleka vikosi lakini unapeleka na rasilimali. Hata kama nchi wanachama wanachangia, lazima utapeleka vifaa. Kwa hiyo ulikuwa ni uamuzi wa kijasiri, lakini hii pia ni kwa ujasiri, lakini pia ni katika kuendeleza sifa ya Tanzania, kwa sababu si tuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunalinda mipaka yetu, lakini pia tunawasaidia nchi wanachama wenzetu na majirani kuweza kuhakikisha kwamba kuna amani na usalama. Kwa hiyo hivyo ndivyo tulivyoingia. Lakini tunapoingia, ndugu mtangazaji, kuna jinsi ambavyo ule mkataba au itifaki nilioisema inaelezea. Unaweza kuingia kule kama peacekeeping mission, yani unalinda tu amani, au unaweza ukaingia kule kama offensive mission au military intervention, kwamba unapeleka nguvu za kijeshi kumdhibiti adui. Kwa hiyo sisi tulikwenda kule kwa kumdhibiti adui. Kwa hiyo tumekwenda, kazi imeendelea, lakini wakati tukifanya hivyo ikumbukwe kwamba kulikuwa na michakato mingine inaendelea. Kama utakumbuka ndugu mtangazaji, kuna wakati hata Jumuiya ya Afrika Mashariki ilipeleka jeshi, baadaye ikaondoa, lakini kulikuwa na michakato miwili. Kulikuwa na mchakato wa mazungumzo ukiongozwa na Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, unajulikana zaidi kama Nairobi Process, na wakati huo huo kulikuwa na mchakato mwingine chini ya Umoja wa Afrika ukiongozwa na Mheshimiwa Joao Lourenço, ambao na wenyewe ulikuwa unafanya facilitation. Sasa wa Nairobi ulikuwa ni mpana zaidi, unajumuisha vikundi vyote ASIM viongee na serikali ya DRC. Na wa Lourenço ulikuwa ni mdogo kidogo, wenyewe unaangalia tu nchi mbili na M23. Wanamuingiza na Rwanda katika mazungumzo. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba hii michakato inaenda vizuri na inaelekea kwamba ni bora tukatoa nafasi kwa ajili ya kupisha hii michakato ya mazungumzo, michakato ya kisiasa, tuepushe mapigano, ikatolewa uamuzi SADC kwenyewe kwamba to cease fire, kwamba haya mashambulizi ya kijeshi yasifanyike. Kwa hiyo vikosi vyetu vilitii, kwa sababu ni maelekezo ya summit, havikuendelea na mapigano. Kwa hiyo tukawa tukisubiria michakato. Bahati mbaya sana hii michakato ya mazungumzo ikachukua muda mrefu, na katika kuchukua muda mrefu hawakufikia maafikiano kwa haraka. Kwa hiyo wakati hili likiendelea na vikosi vinasubiri amri tofauti, kwamba ni bora tukatoa nafasi kwa ajili ya kupisha hii michakato ya mazungumzo, michakato ya kisiasa, tuepushe mapigano, ikatolewa uamuzi SADC kwenyewe kwamba to cease fire, kwamba haya mashambulizi ya kijeshi yasifanyike. Kwa hiyo vikosi vyetu vilitii, kwa sababu ni maelekezo ya summit, havikuendelea na mapigano. Kwa hiyo tukawa tukisubiria michakato. Bahati mbaya sana
hii michakato ya mazungumzo ikachukua muda mrefu, na katika kuchukua muda mrefu hawakufikia maafikiano kwa haraka. Kwa hiyo wakati hili likiendelea na vikosi vinasubiri amri tofauti, ndo tukajikuta wale M23 wameingia mpaka Goma, wanaenda mpaka Bukavu. Pale pia tunaendelea kumshukuru mheshimiwa ambaye sasa hivi rais wetu ndo mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na amani. Mara moja aliitisha kikao, wakuu wa nchi wakakaa kwanza wa ile asasi ya utatu. Kuna utaratibu wa utatu, sitaenda huko katika SADC. Wakazungumza, baada ya kuzungumza na wakapeleka mapendekezo kwenye SADC nzima. Kwa hiyo walivyopeleka SADC mzima, ikaonekana kwamba bado tutoe nafasi kwenye haya mazungumzo ili yaweze kupisha hili tatizo. Lakini kama tunatoa haya nafasi kwenye mazungumzo, tuna vikosi kule, tunafanya namna gani? Lakini wakati huo EAC nao wakafanya mkutano, na wenyewe kikubwa ikawa tutoe nafasi kwenye mazungumzo, tutatue hili tatizo kimazungumzo zaidi na kisiasa. Baadaye tukakutana kanda mbili, ikawa vile vile. Baada ya kukaa vile vile, sasa sisi kama SADC ikabidi turudi tena. Mwenyekiti akatoa maagizo ambaye ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kufuatia kikao chetu cha majeshi, kwamba wakuu wa majeshi wakakae waangalie sasa vikundi vyetu kule inakuaje, kwa sababu sasa hivi tumekubaliana kwamba twende na mazungumzo ya amani. Kwa hiyo taarifa ililetwa, ndo tumekaa kikao juzi tarehe 13 nadhani. Nikisema tu mimi nimeingia tu kama waziri, lakini kilikuwa kikao cha wakuu wa nchi, ndo maamuzi yakafanyika sasa kwamba vikosi vyetu vitoke. Kwa hiyo hivyo ndo tulivyotoka. Kwa hiyo tumetoka kwa sababu tumepisha, kwa sababu consensus dunia nzima, Afrika nzima, kanda zote inasema kwamba tufanye mazungumzo ya amani, tuepushe madhara yanayoweza kutokana na mapigano. Dr. Stergomena Tax, hii ina maana kwamba SADC imejiweka kando katika masuala labda ya ulinzi wakati wa kipindi hiki ambacho FARDC, jeshi la DRC na M23 kumekuwa na mivutano, ama mchakato mwingine itaendelea? SADC haiwezi kujiweka kando hata siku moja, kwa sababu DRC ni nchi mwanachama na SADC ina wanachama. Ukiangalia kuna wale waanzilishi ambao walipigania uhuru, kuna wanachama ambao wanaamini kwamba amani ya mataifa yetu na uhuru wetu ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo hatuwezi kujiweka kando. Na katika sasa hivi DRC, sisi kama Tanzania, lakini na nchi wanachama wengine wa SADC bado tupo, kwa sababu tuko katika kikosi cha Umoja wa Mataifa ambacho sasa chenyewe ni cha peacekeeping, ndio hicho cha kuangalia usalama, amani na raia wa kiujumla. Kwa hiyo tupo, tunaendelea. Lakini pia mwenyekiti wa organ sasa hivi ambaye ni rais wetu pia amepewa jukumu la kuendelea kufanya mazungumzo na viongozi wengine ili kuweza kuona hii michakato ya Nairobi process inaweza kufanikiwa namna gani, pengine kwa kuongeza wasuluhishi, lakini haya yote yatafanyika sasa kwa kushirikiana na nchi husika. Kwa hiyo tunaendelea, lakini pia tumekubaliana, kama ulisoma communique ya juzi, kwamba SADC itaendelea kukaa macho ikiangalia yanayoendelea na kuweza kujua kama kuna hatua nyingine itakayotakiwa kuchukuliwa kwa haraka iweze kufanya hivyo. Lakini sisi tutaendelea kuwa sehemu ya hii michakato niliyoitaja. Kwa hiyo hatujatoka, bado tupo, lakini tulichokitoa tu ni vikosi. Kwa hiyo kuacha kutumia hiyo nguvu ya jeshi na kuenda zaidi kwenye michakato ya mazungumzo. Naona muda unatupa mkono. Rais Samia amepongeza katika mkutano hivi karibuni namna gani anavyosimamia asasi ya siasa, ulinzi na usalama wa SADC. Lakini nini wito wako kwa Watanzania katika mchakato huu wa kupata amani huko DRC na Tanzania ikishiriki na ukiwa ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa? Asante. Ni kweli Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa, sio kazi ndogo, na unapokuwa mwenyekiti wa asasi kuna mengi. Kwa hiyo katika kipindi chake kikawaida, rais akiwa mwenyekiti wa asasi hufanya labda mkutano mmoja kwa mwaka, lakini Mheshimiwa Rais amefanya mikutano mingi sana katika huu mchakato wa DRC. Lakini kumekuwa na chaguzi nyingi, na sifikiri nchi kama 4, kwa sababu muda umetutupa mkono sitataja. Kwa hiyo zote hizo amezisimamia na chaguzi zimeenda vizuri kabisa kwa amani. Wito wangu kwa Tanzania ni kwamba hii kazi inayofanywa na walinzi wetu ni kazi ngumu sana, ya kujitolea. Kazi hii pia inafanywa kwa kutumia rasilimali nyingi sana za nchi ambazo kiongozi mkuu, amiri jeshi mkuu, naye anakuwa anatoa uzito. Kwa hiyo mimi nitoe tu wito kwa wananchi kwamba waelewe ugumu wa kazi hii, waelewe umuhimu wa ulinzi katika taifa lolote, kwamba
huwezi kuwa na kingine chochote, huwezi kuwa na maendeleo ya kiuchumi, ya kijamii kama huna amani. Kwa hiyo waone umuhimu hiyo na wawe wazalendo, wawe wazalendo, wawe mstari wa mbele wenyewe. Hata watakapoona jeshi letu linashambuliwa, wawe wa kwanza kulidefend. Kudefend Kiswahili sijui ni nini, kulitetea. Kwa hiyo ikitokea kitu kikatokea cha kudhalilisha jeshi, wasiwe wepesi na wenyewe kuingia katika huo mkumbo. Sisi kama wizara, jeshi lenyewe tuko wazi kutoa taarifa inapotakikana. Sitaki kutoa mfano, lakini kwa mfano kulikuwa na kitu kimetokea juzi, watu wamekibeba, wanatembea nacho, wanasambaza. Kwa kufanya hivyo hausaidii, unazidi kusambaza ile taarifa potofu. Kwenda mpakani ukakaguliwa ni kitu cha kawaida kabisa. Mimi nikipita mpaka wowote nitakaguliwa, wewe ukipita mpaka wowote utakaguliwa. Kwa hiyo sasa unaona mtu anakaguliwa mpakani, unabeba tu propaganda ya mtu mwingine na wewe unaenda nayo. Kwa hiyo tuwe wazalendo, lakini tulipende jeshi letu, tuipe nguvu serikali, tuache kumbeza amiri jeshi mkuu, kwa sababu maamuzi anayoyafanya ni maamuzi magumu sana. Kwa hiyo labda niishie hapo, huo ndio wito wangu. Asanteni sana kwa kuzungumza na mimi. Asante sana Dr. Stergomena Tax. Mtazamaji, ni Dr. Stergomena Tax, huyo ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, akitupitisha katika sababu ya SADC kuweza kuondoa majeshi yao katika ule mchakato wa kutafuta amani huko DRC. Na kama unavyojua ni mpango wa Sami DRC. Wengi walikuwa wanajiuliza kwa nini, na bila shaka hii leo basi mtazamaji utakuwa umepata jibu.